Na kupeni kile kisa cha yule kijana aliosikika na mmoja wa wafalme kwamba ni mtu mzuri, mtu mwema, mpaka akatamani kumsaidia. Akaambiwa ukimtaka nenda msikitini. Na alhamdulillah akaenda msikitini, akamkuta, akaambiwa huyo hapa. Akamwambia ndugu yangu nimekuja, unanijua? Akasema nakujua kwa mbali. Nani wewe? Kama wewe sasa hivi akuuze Mama Samia, unanijua unijui? Wewe utamwambiaje? Utamwambiaje? Sema ukweli. Basi anambia kwa mbali, kama nakuonaona sehemu hivi. Ami bwana mfalme, karibu bwana. Akasimama sasa kwa sababu anzilu nasa, akamsimamia. Mfalme, kaa chini. Akakaa. Naam bwana. Kaambia mimi nimekuja, nimepata sifa zako, tabia zako, nimetamani nikusaidie. Na kuomba niambie chochote katika haja zako. Mimi ni mfalme, naweza kukutajia. Akamwambia, bahati mbaya umenikuta wapi? Msikitini. Na mimi huko msikitini namfuata Mungu tu kumwambia haja zangu. Naona haya katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kumtajia mtu shida zangu asiokuwa Mungu ndani ya nyumba yake. Ukitaka kunisaidia mimi, na kuomba nisubiri huko nje huko kwenye magari huko, nitakwambia. Anaambiwa nani? Wewe unaweza? Si utaona tena ndo alhamdulillah, dua zimekubali. Mungu bwana, dua nimezinyoosha hapa. Kaja mfalme msikitini mwenyewe. Fahamu mchezo na dua. Na hapo unaanza kumsifu kama hiyo dua akakupa mtu. Kama yule ana vitu yule. Kantajia mstari mmoja tu mfalme kaja. Huyu anaambia hapana. Unataka kunisaidia mimi ningoje nje? Hii nyumba ya Mungu mundani, haja zangu mwenye kupata bahati ya kuzijua ni mwenye nyumba hii tu. Nisubiri. Shekhe mfalme katoka nje. Kamsubiri huyu Darweshi bwana. Darweshi akiingia msikitini ni yale maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema idha raaitumur rajula ya'tadu almasajida fashhadu lahu bil iman. Ukimwona mtu anauzoea msikiti, mshuhudie kwamba huyo ni muumini wa kweli. Darweshi, mtu wa Mungu, akiingia msikitini anaona kuliko kuingia hoteli wala nyumba ya mtu yoyote raha zake. Yuko baridi wala hajui, na kisha sahau kama kuna mtu tena mfalme kamwambia ningoje nje. Ya salam. Alipomaliza haja zake katoka. Kutoka kamkuta, upo? Akamwambia mimi nipo bwana, innal ahda kana mas'ula. Niambie bwana. Wala usio na wasiwasi. Nipo kwa ajili yako. Una haja gani? Nataka nikusaidie mimi mfalme, nimekupenda wewe kijana. Mursalina tena ukiambiwa hivyo wewe. Ndio utaomba mimi niwe imamu wa kichangani mkubwa, Walidi awe muadhini. Tena hapo tena ndio unanimaliza hapo. Mungu akubariki. Allahu akbar. Yule bwana anasema, hebu rudia tena swali lako, unataka kunisaidia? Ndio nataka kukusaidia. Nini? Mimi nataka kusaidia. Akamwambia nikuulize, mimi nina haja mbili. Nina haja za kidunia na nina haja za kiakhera. Unataka kunisaidia zipi katika haja zangu mbili hizi? Nina mafungu mawili. Mimi dunia ninazo haja, na akhera nina haja zangu akhera. Bwana wewe uliotakafal na kudhamini mchezo wa kunisaidia mimi, unataka kunisaidia haja gani? Akaambia bwana, si unajua mimi ni mwanasiasa. Mwanasiasa mimi nasaidia haja za kidunia, upate maji, upate elimu, upate afya bora, upate si ndio mnavyoambiwa na wanasiasa. Hawawezi lolote. Nichagueni mimi, nitakuleteeni sijui miundombinu. Umepewa? Umepewa. Si umeshachagua? Wanasema tu. Ndio mimi napenda ile jambo lenyewe linaitwa kupiga kura. Nabadilisha kupiga kula. Kuwasegezea kula wale tu. Wewe umeelewa? Ndio ukweli wenyewe. Anambia bwana, mimi ni mwanasiasa, haja ninazoweza kukusaidia wewe ni haja za kidunia tu, haja za kiakhera mwenyewe Mungu. Akaambia basi ushashindwa. Kwa hiyo unataka kunisaidia dunia? Ndio nataka nikusaidie dunia. Akaambia kwa taarifa yako, huyo mwenye dunia mimi simuombi dunia. Itakuwa wewe huna dunia ni kuombe dunia.
Huyo mwenye dunia yake sijamwambia hata siku moja mimi nataka dunia, ambaye ni Mungu. We huna dunia hata kitu kimoja, unataka kunisaidia mimi? Huna bwana, shika njia bwana, mimi nataka unisaidia ada za kiakhera na madhambi, nataka pepo. Kama unaweza hilo nikukabidhi hapa sasa hivi. Akaambia basi bwana, inna lillahi fabuhita alladhi kafara. Mnanielewa? Mwenyezi Mungu ndo mwenye kila kitu jamani, Mwenyezi Mungu ndo mwenye kila kitu.